Kwa kawaida tunafikiria kuwa mama ndiyo ana jukumu la kumfundisha mtoto peke yake. Wasichokijua ni kwamba baba pia ana jukumu hasa la kumfundisha mtoto wake wa kiume, kwani ndiye baba wa baadaye. Hebu tuone. Kwanza kabisa, mtoto wa kiume anapopelekwa shuleni huwa chini ya usimamizi wa walimu wa chekechea, ambapo 90% ya walimu wake ni wanawake, na daima atakuwa pamoja nao na atakosa elimu ya kiume. Unatakiwa kujua kwamba kuna mambo 8 ambayo baba pekee ndiye anapaswa kumfundisha mtoto wake wa kiume. Jambo la mwisho ambalo ni namba 8 kwenye mambo haya nitakayokutajia ndio la muhimu zaidi, kwani linamsaidia mtoto wa kiume kuwa na furaha bila ya kujali kitu chochote kitakachotokea. Namba 1, baba anatakiwa amfundishe mtoto kuna kushinda na kushindwa. Mbali na marafiki, nani ni kampani kubwa ya mtoto katika mashindano ya michezo? Ni baba bila shaka. Kupitia michezo mbalimbali ambayo baba atashiriki na mtoto wake, mtoto atapata ladha ya ushindi na kutambua kuwa anapaswa kuongeza juhudi ili afanikiwe katika mambo mbalimbali. Na kwa upande wa baba, hiyo michezo itakuwa ni nafasi nzuri kwake kumuelezea mtoto wake wa kiume kwamba kushindwa hakuepukiki. Kama ukianguka, nyanyuka, usione aibu, songa mbele. Namba 2, mfundishe mtoto wako wa kiume mtazamo sahihi kuhusu wanawake. Mama pia anaweza kumfundisha mwanae wa kiume kuhusiana na wanawake, lakini baba pekee ndiye anayeweza kuyaonyesha mambo hayo atakayofunza na mama yake kwa vitendo, kupitia mfano wake. Na itakuwa vizuri mtoto wake wa kiume akijifunza kutoka kwa baba kila aina ya mambo muhimu kuhusu wanawake, na sio kujifunza kupitia marafiki na mitandao, isipokuwa kwa baba tu. Nenda na mtoto wako kamnunulie mama maua. Mtoto utajifunza upendo kutoka kwako baba. Pia nenda naye dukani, ongea naye kwa heshima na wanawake asiyowajua, ili mtoto wako asisite kuongea na wanawake wasiowatambua baadaye. Namba 3, kuwa na mazungumzo na mtoto wako kuhusiana na mapenzi. Zungumza na mtoto wako kuhusiana na hisia zake kwa mwanamke aliyenaye kwa wakati muafaka. Kama mtoto wa kiume amekuwa kijana mkubwa, itakuwa ni zawadi ya thamani kama baba yake atamueleza mtoto kuhusiana na mahusiano yake yalivyoanza na siku ya kwanza walivyotoka pamoja na mazungumzo, na amsisitize kijana kuwa asiwe na haraka, kwa sababu ni vizuri kungojea kumpata mwanamke sahihi ambaye atampenda kwa dhati katika moyo wake, na mazungumzo hayo yatakuwa muhimu sana kwa kumwaminisha mtoto wako kuwa na subira katika mahusiano. Namba 4, mfundishe mtoto jinsi ya kupigana. Baba pekee ndiye anayeweza kumfundisha vizuri mwanae wa kiume kuwa hodari na thabiti, kujisimamia mwenyewe kwa kile kinachofaa. Vile vile baba anatakiwa amfundishe mtoto ni wakati gani anapaswa kuwa mkali, ili watu wakorofi watakapomsogelea afahamu ni namna gani ya kukabiliana nao, na ikiwezekana baba amfundishe mtoto asitumie lugha ya matusi na akabiliane nao kwa utulivu. Pia baba amuonyeshe kwa vitendo mtoto namna kukabiliana na hao wakorofi. Namba 5 ni kumfundisha mtoto upendo. Kila kitu kinaanzia mtoto akiwa mdogo. Hata kama ana miezi 6, anaweza kuhisi utofauti kati ya upendo wa kike na wa kiume. Tofauti na akina mama, watambembeza mtoto na kumrusharusha, ila akina baba watacheza na mtoto michezo mbalimbali, na hiyo itamjengea mtoto kumbukumbu nzuri baadaye. Namba 6, mfundishe mtoto mbinu za kiume. Kuna mambo ambayo wanaume hufanya na yanaonekana kama miujiza kwa wanawake wengi. Kwa mfano, kutengeneza gari, kuwasha moto, kugonga misumari. Hata kama mtoto wako 100% ni wa mjini, haina shida, kwani kuwasha moto kutamsaidia katika siku zijazo. Namba 7, mfundishe kufanya kazi ndogo ndogo za nyumbani, kama vile kufunga tai, kunyoa, kupiga pasi mashati yake, kufagia uwanja, kupika. Ingawa siku hizi kila kitu kipo mtandaoni, watu wanajifunza humo, ila ni vizuri mtoto akafundishwa na baba, kwani atafurahia upendo wa baba. Na ndiyo ni baba, na hakuna mtu mwingine anayeweza kumuonyesha mtoto wake kwamba wanaume wanapika, ili mtoto ajue kwamba kuna nyakati atabaki peke yake, kwa hiyo awe anaweza kujihudumia kwa kila kitu. Namba 8, matumizi mazuri ya pesa.
Ni watu wachache sana ndio wenye matumizi mazuri ya pesa, na hii inatokana na kutokujifunza kutumia pesa vizuri tangu utotoni mwao. Baba anapaswa kumfundisha mtoto wake wa kiume umuhimu na njia za kutumia pesa vyema. Vile vile ni muhimu mtoto afundishwe kuweka akiba na pia afundishwe kununua vitu vya maana na sio vitu kama pipi, biskuti. Afundishwe kutumia pesa kulingana na jukumu la pesa hiyo. Kumfundisha mtoto tabia hii kutamfanya akue huku akiwa na tabia ya kutumia pesa vizuri. Kwa msaada wa baba, mtoto atajifunza kuweka akiba na kutumia pesa vizuri. Je, baba yako alikufundisha nini? Ni somo gani muhimu ambalo amekufundisha? Tushirikishane ulichojifunza kutoka baba yako hapo chini, sehemu ya comment. Usisahau kulike, kusubscribe kama ni mara yako ya kwanza, ili uwe wa kwanza kuona video zetu zijazo. Mpaka wakati mwingine, bye bye for now.